Si Mariamu alikuwa na baba? Mariamu mzaa Yesu. Kilebu hapa. Mamake mzaa Yesu. Si alikuwa na baba? Babu yake Yesu alikuwa anaitwa nani? Ndio tunajua mnamjua. Kwa sababu nikitaka kujua background yako lazima nijue ukoo wako wote. Nijue umetoka wapi Ukambani, nijue baba yako, nijue babu yako. Babu yako pale ametoka, baba yako pale ametoka, ama mama yako pale ametoka. Unaona? Sasa Waislamu sisi tunamjua Yesu kuliko nyinyi. Babake Mariam alikuwa anaitwa Imran. Kwa sababu kuna Imran wawili wametajwa ndani ya Qur'ani. Kuna mmoja alikuwa babake Haruni. Ametajwa katika Mwanzo kitabu cha Kutoka 15 aya yake ni ya kwanza. Huyo ni Haruni. Ibrahim, najua mimi hupenda kuelezea wenzetu. Najua kwanza wenzetu kidogo hawajajua imani yetu sisi Waislamu, na tumepata malalamiko mengi sana. Ukiona walimu kama hao wote kutoka Down Kenya wamekuja maeneo haya, ni kwa ajili kidogo watu kama nyinyi watu wametoka Down Kenya ili kufahamiana na kupatiana kidogo na swaa, kwa sababu uende ukanichukia mimi ama nikakuchukia wewe pasi na kuwa na jambo lolote, si ni kweli? Kwa sababu sisi zote tumeumbwa na Mungu moja, na baba yetu ni mmoja ambaye kwamba ni Adam, mama yetu ni moja bi maana Hawa. Sasa kidogo, kwa sababu nyinyi wakati mwingi mnapokuwa maeneo kama haya hampati ruksa kufanya nini? Labda kusikia ile lugha ambayo inatumika pale msikitini. Mnaona tu Waislamu wanaenda pale msikitini, wanafanya ibada, mnasema wengine wanaongea Kioria, wengine wanaongea Kiarabu, hamuelewi, si ni kweli? Sasa lakini tunapotoka nje mahali kama hapa hivi, ndio maana kidogo, maana yake wengi wanasoea mtu anauliza, juzi nimeulizwa pale hivi, mwalimu, mbona Waislamu wao wanatumia Qur'ani ya Kiarabu peke yake? Leo hata nimetembea na Qur'ani ya Kiswahili. Yaani ambao kwamba unaweza kuunderstand vizuri. Unaona? Kwa sababu hii Kiarabu watu wengi hawafahamu. Hasa watu kama sisi kutoka Town Kenya. Unaona? Ndio kidogo tunatembea na Qur'an. Tuangalie, je, mbona wanadamu wamegawanyika? Unaona? Mbona wanadamu wamegawanyika? Wakati Mwenyezi Mungu anasema katika kitabu cha Waefeso sura ya 4 aya yake ya 4. Mungu anasema maneno mazito sana. Amini Paulo anasema maneno mazito sana katika kitabu cha Waefeso. Na maneno kama haya kama zote tungekuwa tunafuata, ukweli ni kwamba tungepata ufalme wa Mungu. Paulo anaandika barua kwa Waefeso. Katika Waefeso 4 aya yake ni 4. Anasema mwili ni moja na roho ni moja. Kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu, Bwana ni mmoja, imani moja, upatizo mmoja, Mungu mmoja. Kwa hivyo wanadamu wote, haiwezekani Mwenyezi Mungu awe ni moja lakini wanadamu wawe na imani tofauti. Hapa tunaambiwa Mungu ni moja, upatizo ni mmoja. Unaona? Na hiyo ndio imani ambayo kwamba manabii wote walikuja kuwahubiria wanadamu. Na sababu na lengo la Mwenyezi Mungu kuwatuma manabii na mitume haikuwa kwa sababu nyingine yote, ili kumrejesha mwanadamu huyu ambaye kwamba shetani aliyeweza kumdanganya pale kwenye shamba la Edeni, vile mnavyosema katika Biblia, akaanguka kidogo akateleza, na ikawa kwamba sasa wanadamu baada ya kwamba wanafanya dhambi, Mungu akasema lazima walete mitume na manabii ili huyu mwanadamu ambaye kwamba amepotea wamrejeshe katika imani ya Mwenyezi Mungu moja. Sasa swali hapa ndio kidogo tunasema, mbona sisi tunapata kuna Waislamu pia tunapata kuna Wakristo, kuna Wahindi, kuna Wayahudi? Hivi kweli hii imani kweli inaweza kuwa ni moja wakati Biblia imesema imani moja, Mungu moja, upadiso moja, kama vile mlivyoitwa katika tumaini la wito wetu moja? Sasa hiyo imani, kwa sababu mimi ni Muislamu, ningependa kidogo au marafiki zetu ambao si Waislamu mimi waelezee kidogo imani ya Waislamu kwanza, sisi tunaamini namna gani? Kwa sababu lazima kwanza mimi nijieleze kama Muislamu imani yetu ya kwanza, kitu ambacho kwamba tunaambiwa kwanza. Hebu naomba kidogo shekhe unisomee katika Qur'ani, tuangalie Mungu anasemaje. Qur'ani sura ya 2 aya yake ya 136 ama 3:84. Haraka moja yao 3:36. Hiyo ndio haraka. Sura Bakara
Suratul Baqara. Aya 30 136. Unasemaje? 36. Semeni nyinyi Waislamu. Mungu anasema, anamwambia Muhammad atuambie sisi, semeni nyinyi Waislamu. Sisi Waislamu tunaambia tuseme nini? Waambie Mayahudi. Tuambie Mayahudi na Manasara. Bimaana Manasara ni lugha ya Kiarabu, bimaana wa Kristo. Tuambie nini? Waambieni. Tumemwamini Mwenyezi Mungu. Kwanza Waislamu tunaambiwa tuambie hawa wasiokuwa Waislamu, sisi tumemwamini Mwenyezi Mungu na yale tuliyoteremshiwa, na yale ambao kwamba tuliyoteremshiwa bimaana Qur'ani, na yale yaliyoteremshwa kwa Ibrahimu, na yale yaliyoteremshiwa Nabii Ibrahimu na Ismaili mtoto wake, na Isaka na Yakobo na kizazi chake chote Yakobo, na aliopewa Musa na Isa amini Bwana Yesu, na yale aliopewa manabii wengine wote sisi kutoka kwa Mola wao. Sasa sisi hatutofautishi baina ya yoyote katika hao. Wote tunawaamini, sisi tumenyenyekea kwake. Sasa hiyo ndio kauli ambayo kwamba ni kauli thabiti kwa mujibu wa Qur'ani, kwamba sisi Waislamu tunamwamini Mwenyezi Mungu, tunaamini ambao kwamba alioteremsha bimaana, tunaamini Qur'ani, tunaamini maneno ya Nabii Ibrahimu, tunaamini maneno ya Ismaili, tunaamini maneno ya Isahaka, tunaamini maneno ya Musa. Musa ndiye aliyepewa Taurati ambayo kwamba kwa mujibu wa Biblia, wengi wanaamini Biblia Taurati ya Musa imebeba vitabu vitano. Imebeba kitabu cha Mwanzo, kuna kitabu cha Kutoka, kuna Walawi, kuna Hesabu na Kumbukumbu la Taurati. Hivyo ndio wanasema ndio vitabu vya Nabii Mtume Musa. Sisi tunaambiwa haya Musa aliyopewa katika mlima wa Sinai pale katika mwaka wa 1313 AD, kabla Bwana Yesu before Christ, kabla Yesu atakuja duniani. Alipewa sheria Mwenyezi Mungu pale alipomwita Nabii Musa, akaenda mlimani akampa sheria, na katika ile sheria nyinyi mnaelewa sheria ya Musa akampa amri 10, si ndio? Akampa amri 10. Katika ile amri ya kwanza akamwambia usiwe na miungu mingine ila mimi. Sheria ya kwanza ambayo kwamba Musa anawapatia. Sasa sisi Waislamu tunaamini kwamba hii sheria Mungu alipatia Nabii Musa ilikuwa ni kweli, na yale waliopewa Nabii Ibrahim tunamwamini, sisi hatubagui. Kwa hivyo ukiona Muislamu yeyote dunia mzima lazima aamini Qur'ani, haamini mitume, aamini manabii, kwamba wa manabii walitumwa na Mwenyezi Mungu. Sisi hatubagui. Hiyo kwanza ndio imani ambayo kwamba sisi Waislamu huwa tunafuata. Unaona? Na hiyo ndio imani ambayo kwamba leo ndio naona kidogo tumetoka nje kidogo. Kwanza naomba radhi kidogo kwa kuwakatishia kidogo starehe zenu. Kwa sababu gani? Hiyo imani ambayo kwamba tunaileta leo ama tunaitangaza ndio tunajaribu kuonesha wanadamu kwamba hiyo ndio imani ilikuwa mitume ya manabii. Sasa hii imani ambayo kwamba iliyoletwa ni imani gani? Nenda katika kitabu cha Kutoka 21. Tuanze sasa moja kwa moja tuangalie imani ambayo kwamba sisi huwa tunaamini, ambayo inatufanya sisi tuwe ni umma moja, inatufanya sisi tuwe ni kitu kimoja. Hebu tusome Kutoka 21 ama uende 5, kitabu ni Kumbukumbu la Taurati, moja yao ile ambayo utakuwa umepata karibu. Nimeshapata Kutoka 21. Maneno haya Bwana Mungu Bwana akanena maneno haya yote akisema. Bwana akanena maneno haya yote akisema, mimi ni Bwana Mungu wako. Kwa hivyo angalia sheria ya kwanza, Mwenyezi Mungu anamwambia Nabii Musa, anamwambia mimi Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, usiwe na miungu mingine. Mungu anamwambia Musa, angalia sheria ya kwanza hapa, usiwe na miungu mingine ila mimi. Kwa hivyo hii sheria Mwenyezi Mungu anamwambia Musa awaambie wana wa Israeli kwamba mimi Bwana Mungu wako ndiye niliyekutoa katika nchi ya Misri, usiwe na miungu mingine ila mimi. Leo hiyo sheria ambayo kwamba tunaifuata ndio sasa tunataka tuende step by step. Je, hiyo sheria baada ya Mwenyezi Mungu kumpokesha Nabii Musa, je, manabii ambao kwamba walikuwa wanakuja polepole, ili kwa sababu tuangalie wale manabii wengine waliopewa vitabu kama vile ndugu zetu ama marafiki zetu katika binadamu, imani wa Kristo, wanaamini mtume Daudi kwamba akapewa Zaburi. Huyu Daudi na yeye anatuambia nini? Kwa sababu Daudi na yeye akapewa kitabu ambao kwamba ni Zaburi 78:13 ama ni 73:18. 73:18 kama sitakosea. 78 ya 83. 83:18. 83:18. Nasemaje?
wajue kuwa wewe ndiye jina lako Yehova. Hiyo ni katika Zaburi 83:18. Wajue kwamba wewe ndiye jina lako Jehova, ndiyo peke yake uliye juu ya nchi yote. Ndiwe peke yako uliye juu ya nchi yote. Yaani tunaambiwa kwamba hiyo Mwenyezi Mungu ako na majina mengi, lakini kwa mujibu wa Biblia Mwenyezi Mungu wanamuita Jehova Jile, Jehova Nis, majina kama unaona. Sasa huyu Mwenyezi Mungu anasema wajue wewe uitwaye jina lako Jehova, wewe ndiwe peke yako. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ina maana alikuwa peke yake, hakuna Mungu mwingine zaidi yake. Angalia hiyo sheria anapewa Nabii Musa, kisha anapewa Nabii Daudi, anaambiwa Bwana Mungu wako ni Bwana Mungu moja, usiwe na Mungu mwingine. Hiyo ni sheria ambayo kwamba tunaona wenzetu ambao ndio sababu inafanya tunawaamini hao mitume waliotangulia. Sasa tunakuja kwa sababu pia kuna mtume mwingine anaitwa Isaya kwenye Biblia. Nenda katika Isaya 45 aya yake ya 6 kwa haraka kwa sababu ya muda, tuangalie naye Isaya anatufundisha nini ili tuwe Waislamu. Kwa nini wanaamini hao mitume wengine? Kwa nini tunaamini? 45 aya yake ya 6, ili iwe sababu ya Waislamu kuamini mitume. Hapa ndio tunafuata Biblia, tuangalie vipi naye inasema. 45 aya yake ya 6 Isaya inasemaje? Ili wapate kujua tokea mwisho wa jua. Majo, tafuta kio bana. 45 6 45 ili wapate kujua toka mawio ya jua na toka magharibi ya kuwa hapana mwingine zaidi ya mimi. Hakuna mwingine zaidi yake Mwenyezi Mungu. Mimi ni Bwana wala hapana mwingine. Mimi ndimi Bwana wala hapana mwingine. Teremka. Mimi naiumba nuru na kulihuluku giza. Mimi nafanya suluhu na kulihuluku ubaya. Mimi ni Bwana niyatendaye hayo yote. Yeye Mwenyezi Mungu anasema yeye hata hicho ambao tunaliona yeye ndio kaumba kila kitu. Mwenyezi Mungu ndio aliyofanya. Yeye ndiye Bwana aliyefanya maneno haya yote. Haya kasi ambayo kwamba tunaliona, usifunge Biblia bado katika hiyo Isaya. Mungu anasema yeye ndiye Bwana Mungu peke yake. Zaidi yake yeye hayuko mwingine. Teremka rudi katika hiyo 45 aya yake ya nenda 46:5 sasa. 46:5. Inasemaje? 46:5. Inasema mtanifananisha na nani? Mungu anauliza swali, je, mtanifananisha na nani? Endelea. Kunisawazisha naye. Yaani ili awe sawasawa na yeye na kunilinganisha naye. Ili tuwe sawa. Mungu anauliza swali, je, mtamfananisha na nani ili kumlinganisha na yeye? Sasa ili wawe sawa. Ndio tunasema hakuna Mungu mwingine isipokuwa Mwenyezi Mungu, na hakuna kiumbe yeyote anaweza kudai kwamba wako sawa na Mwenyezi Mungu. Na maneno hayo tunarudi kwa Bwana Yesu. Yesu naye jamani, yeye anatueleza nini? Kwa sababu mambo kama haya ni maneno mazito, ni maneno ambayo kwamba ili mwanadamu apate uzima wa milele. Yesu anatufundisha kitu kimoja katika 17:3 Yohana. Yesu anatukamilishia maneno mazuri, anasemaje? Na uzima wa milele ndio huu. Yesu anasema ili mwanadamu apate uzima wa milele, wakujue wewe Mungu wa pekee na wa kweli. Wakujue wewe Mungu wa pekee na wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Sasa haya maneno ndio sababu inatufanya sisi tunaamini kwamba manabii wote pia watumwa na Mwenyezi Mungu. Ndio sababu tukasema kwamba Qur'ani ikasema sisi tunaamini mitume wote na manabii kwamba watumwa na Mwenyezi Mungu, kwa sababu kauli yao yote hawa mitume walikuja na lengo moja la kwamba Mwenyezi Mungu ni Mungu moja. Sasa sisi Waislamu huwa tunamwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Je, wewe Mtume Muhammad, kwanza hii sheria ambayo kwamba umekuja nayo, kwa maana tumeambiwa pia tunaamini Qur'ani. Hii sheria wewe umekuja umepewa sheria nyingine tofauti ama nyingine tofauti? Nenda katika Qur'ani sura ya 42 nambari 13, tuangalie Muhammad na yeye anatuelezea namna gani, kwa sababu wengi wanaweza kusema asio marafiki wa Kristo wanasema labda sisi Waislamu huwa tunafuata sheria kwamba ati Muhammad akakuja na hiyo sheria. Muhammad hakuja na sheria yake. Muhammad kapewa sheria ya waliotangulia sisi. 42:13 kitabu ni Qur'an. Nasemaje? 42:13 inasema hivi. Nasemaje? Amekupeni sheria ya dini ile ile. Angalia Mtume Muhammad, yeye alipokuja Mwenyezi Mungu anamwambia umepewa sheria, Muhammad, umepewa sheria ya dini ile ile. Endelea.
aliyomuhusia Nuhu, aliyopewa Nuhu, na tuliokufunulia wewe, na tuliokufunulia wewe, na tuliowahusia Ibrahimu na Musa na Isa, na tuliowahusia Ibrahimu na Musa na Isa, kwamba simamisheni dini wala msifarikiane kwayo. Kwa hivyo sheria aliyopewa Mtume Muhammad ni kwamba ni sheria waliopewa wenzetu. Tumepata sheria ya kwanza ni kwamba Mwenyezi Mungu ni moja. Je, wewe Muhammad ulikuja kuambia watu namna gani? Kwanza kabla tukiangalia ile sheria ya Mwenyezi Mungu, tutoe wanadamu wana ambao kwamba kidogo ambao wanashaka na Muhammad, tumweke Muhammad katika cheo chake. Wewe Muhammad, wewe kwanza ni nani kwa mujibu wa imani ya Waislamu? Nenda katika 3:144 Qur'ani tupate nafasi ya Muhammad. Yeye kama Muhammad hakika yeye ni nani kwa Waislamu, ili wanadamu watakapokuwa wamejua hilo, alafu sasa ndio tujue ujumbe wake ulikuwa namna gani. 3:144 Qur'ani, maana sura Imran. Na hakuwa Muhammad. Sasa inakuja hoja inatuambia na hakuwa Muhammad, ila ni mtume tu. Kwa hivyo sisi Waislamu tunamwamini Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Endelea baba. Wamepita kabla yake mitume wengi kabisa. Wamepita kabla yake mitume wengi kabisa. Endelea. Akifa au akiwawa ndio mtarudi nyuma kwa visigino vyenu. Sasa ndio Mwenyezi Mungu anauliza swali, je, huyu kija akifa au akiwawa, je mtarudi nyuma? Sahihi kuoneza watu ambao kwamba pengine wanashaka na Uislamu, wanasema Waislamu wanasema Muhammad ni Mungu. Hapa Qur'ani imeweka wazi Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Wamepita kabla yake mitume wengine walikuwa wengi. Mungu anasema, je, akifa au akiwawa mtarudi nyuma? Sasa huyu ujumbe wa Muhammad ulikuwa namna gani? Hiyo ndio swali, kwa sababu tumeona ni sheria waliopewa wenzetu. Sasa hii sheria ambayo kwamba Muhammad alikuja nayo inasemaje? Nenda katika Qur'ani sura ya 112 aya yake ya ngapi mwalimu? 112. Kul huwallahu ahad. Mungu soma hapo. Sema Mwenyezi Mungu ni mmoja tu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaambiwa sema yeye Mwenyezi Mungu ni Mungu mmoja peke yake. Endelea. Sema Mwenyezi Mungu ni mmoja tu. Hakuzaa, hakuzaliwa. Mwenyezi Mungu huyo Mungu mmoja, yeye sifa zake kwanza hakuzaa wala hakuzaliwa. Ndipo unapoenda katika vitabu pia Ufunuo wa Yohana utapata kwamba Mwenyezi Mungu yeye hana mwanzo wala hana mwisho. Maana Mwenyezi Mungu wewe sisema kwamba Mwenyezi Mungu kuna yule ambaye kwamba aliyemzaa. Mwenyezi Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa. Huyo ndiye Mwenyezi Mungu ambaye kwamba Muhammad alikuja kumtangaza. Maana ni sheria waliokuwa nao wenzetu waliotangulia sisi kabla, ama walimtangulia Mtume Muhammad, na yeye Muhammad kapewa hiyo sheria kwamba Mwenyezi Mungu ni Mungu ni moja. Lakini hapa swali linapaki, hivi kweli dunia mzima kweli watu wanaamini kwamba huyu Muhammad wanaamini kwamba Mungu ni moja kwa kauli ya vitabu au kwa kauli ya imani tofauti? Hapa kidogo ndio ningependa kuelezea wale ambao kwamba kidogo wanaotufuatilia, kwa sababu kuna wengine wanaamini tofauti. Kwa mfano Motherland utapata kuna wenzetu ambao wako katika upande wa pili, kuna Mayahudi imani yao ni tofauti na imani nyingine. Kuna wengine ambao kwamba ni Wahindi wanaamini imani tofauti, wala hawaamini habari ya Mungu moja. Na tunaangalia pia katika imani nyingine kuna pia wenzetu ndio wako katika na sisi, na Mungu amewataja kwamba ni marafiki zetu. Mwalimu kwa nini nakuzungumzia Wakristo? Wakristo ni marafiki zetu. Nenda katika Qur'ani sura ya 5 aya yake ya 82. Tuangalie kwa nini leo tutawazungumzia na nielezee imani yao kidogo, tuone je, imani kama iko sawa sawa. Qur'ani sura ya 5 aya yake ya 82. Mungu anasemaje? 5:82. Nasemaje? Hakika utawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine kwa Waislamu ni Mayahudi. Mungu anasema kwa hakika utawakuta walio maadui zaidi kwa Waislamu ni Mayahudi na kina nani? Na wale mshirikina wasiokuwa na kitabu. Hapa ningependa kuelezea kwa sababu gani wametajwa Mayahudi. Jambo la kwanza, kwa wale ambao kwamba ni wasomi wanaelewa kwamba Myahudi, hakuna Myahudi hata mmoja anaamini habari ya Bwana Yesu. Hakuna hata mmoja. Wayahudi wote hawamwamini Bwana Yesu. Kwanza Wayahudi wanasema kwamba Yesu kazaliwa katika njia ya zinaa. Ukisoma kitabu chao ambao kwamba wanachokiamini, wanasema Bwana Yesu kazaliwa kwa njia ya zinaa. Eti mama Mariam alifanya zinaa na mmoja katika wanajezi akampata Bwana Yesu. Kwa hivyo hawamwamini Bwana Yesu kwamba yeye alitumwa na Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio sababu ambao kwamba inafanya sisi Waislamu tunawakataa ama tunasema Mayahudi
si amini wale imani yao tofauti. Pia hawaamini manabii, hawamwamini mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na pia mshirikina, wana ambao kwamba wanafanya shirki. Ukimwona mtu anafanya shirki, anaenda kuabudu misimu, anaenda kuabudu nini, mambo mengine ambao kwamba sio Mwenyezi Mungu, anafanya ramli, anafanya vitu yake, huyo pia ni adui yetu.